Lende kia panyako. Leji kuze. Muri tayari kurero mbunge muye wa Malava. Mwe kwero mwana wenye panyako. Muri tayari humupile kura abo mbunge wa Malava. Kwa mikono yote miwili nione kura za panyako. Hey. Pane mwamuwe. Ese nabere ukavarasi no kukola campaign. Malava kavarasi wandokeze kama watu. Yana aliyo mulala mzee wa machina. Alafu okunda aliyo omzahurwe kwenisa. Ita wamenifunza maneno hawa kavarasi. Nataka mutanipa ruhusa pia mimi nijifunze siasa ya vijiti kidogo. Basi nina vijiti vitatu hapa. Muri tayari? Hii imeponyoka. Rudisha. Mimi nimetoka Mlima Kenya. Tumekuwa na mheshimiwa Kalonzo, mheshimiwa Rigiji na timu kubwa ya United Opposition. Na kule kwa mlima Mbeere North, watu wa mlima wameamua siku ya Alhamisi ijayo tarehe 27 wanaangusha Kasongo na candidate wake anaitwa Muthende, na wanaenda kupitisha candidate wetu wa United Opposition anaitwa Karis. Wao wamesema ni one term. Faruk nasikia yako hapa wamenituma kutoka mlimani. Nikwambie bwana Faruk, macho weka Mlima Kenya. Haki ya Mungu tarehe 27 Alhamisi ijayo. Bwana Karis ndiye anaenda kuwa mbunge, na kama ninadanganya kijiti ndio hiyo bwana Faruk. Sakarika leo tumetoka Mlima Kenya, tumeelekea pwani, Bahari Hindi, Kilifi County, Magarini. Kule wamesema wanaangusha asubuhi na mapema Kasongo na candidate wake anaitwa Harrison Kobe, anaangushwa asubuhi na mapema. Pwani yote kutoka Vanga hadi Kiunga wameamua William Ryto na serikali yake na candidate wake bwana Kombe ni one. Wamenituma kutoka Bahari Hindi, wanajua Faruk wako hapa, avuke hii Kipkaren River na hii kijiti apelekee bwana Ryto aambiwe Magarini wameamua tarehe 27 ni one term, na bwana Kenga ndio mbunge wa United Opposition. Bwana Faruk kama nadanganya kijiti ndio hiyo, enda nayo subiri. Kijiti kimebaki kimoja. Nimetoka Magarini, nimekuja Magharibi. Nyumbani nimekuja Ingo na marafiki kutoka Kenya, kila pembe ya Kenya. Kutoka Ukambani bwana Kalonzo wako hapa na timu kubwa ya Wiper. Kutoka Kisii bwana Matiang'i wako hapa na timu kubwa ya Jubilee. Tuko hapa timu kubwa ya nyumbani kuuliza watu wetu tarehe 27 Alhamisi ijayo mtapea panyako kura? Mumeamua mbunge wenu ni nani? Mbunge wenu ni nani? Sema kwa sauti, nataka Kasongo aone mbunge wenu ni nani? Hebu nenya, niye you know. Say you know. Panyako you know. Niyo mbunge wenyewe. We Malava, tarehe 27. Hebu nione kura za panyako. Faruk, tarehe 27. Wiki ijayo, haki ya Mungu hapo Malava, mbunge ni Seth Panyako, na kama nakudanganya kijiti ndio hiyo. Bandu wewe, ekura ya tarehe 27, elikura eko wote heshima yomuluya. Faruk kibeti ketlano, arayo valuya, viongozi wenywe, kaliva muhindile. Anaweka wanaume kama kinandako, elected leaders. Wacheze dansi wakipenduka, na penduka hivi. Wewe mwanaume anaambia mwanaume mwenzako apenduke, unataka uone nini? Kwani wewe ni shoga? Na mimi naona tu wanapenduka. Na wale ndi valuya, hana kumutambo kumuvi. Kukila wali nevu hwe.
Olikuwa anakufuata na kukupe faini. Na hiyo ndio sababu inafanya wanatudharau. Wanasema ninyi hamuna chochote. Hamuna mali, hamuna pesa, hamuna hata akili. Amesemea hapa Malava, Ryto alisema hakusema. Ati sisi hatuna akili. Naomba tarehe 27 ukiamka asubuhi uende ukipiga kura yako kuonyesha bwana Ryto ya kwamba Mluya omundu alumukavaras au mukezingo mwana wendemo kuli aba bandu befwe. Wanasema mjinga akerebuka mwerevu wako mashakani. Haki ya Mungu tarehe 27 Faruku na bwana Ryto mtakuwa mashakani, sababu hawa Waluya mnafikiri wajinga wamerevuka. Ama namna gani? Ama namna gani? So hiyo siku sote tuko hapa kuambia tusimame pamoja. Kuli aba bandu befwe. Na sisi timu hii tumesema tunaungana. Nashukuru bwana Cleophas Malava na ndugu yetu Rigiji ku step down Edgar Busiega wa DCP na wote waunge ndugu yetu Seth Panyako. Nashukuru ndugu Manyasi wa DNA pia na timu yake wame step down kusupport ndugu yetu Seth Panyako. Kenya tunapoungana kule juu, hapa nyumbani pia. I'm proud of my brothers, the bullfighter Dr. Boni Halwale, for leading the way to a new path of unity in the Luya nation. My brother Boni, we are very, very proud of you. I'm proud of our candidate, ndugu Senator Malala, gavana wangu mheshimiwa Natembea, timu hii yote kuja kama tumeungana kama kitu kimoja. Hii ndio itarudisha heshima yetu, lakini kura ya Panyako iweze kudhihirisha wazi umoja wetu. Tutaungana tupeleka Panyako bunge? Tutampeleka bunge? So sitaki niseme mengi, niseme ya kwamba hii team tumesema tunaenda kutoa the 6th president. Na sote tutaungana vile tumeungana Malava, Magarini na Mbere. Na yule rais tutakayetoa, awe Kalonzo ama Wamalwa ama Matiang'i, yote tutakayetoa. Order ya kwanza executive ni kutoa mambo ya SHA na kurudisha NHIF na linda mama. Executive order number 2 ni kutoa mambo ya housing levy na hii ukora na ushuru unaofinya wa Kenya. Sawa sawa? Mnakuwa support hiyo. Kutokurudia Kasongo. Aende asiende jamani? Aende asiende? So nataka nipeane nafasi kwa ndugu yangu Dr. Fred Matiang'i aweze kuwasalimu na tuweze kuendelea. Mlakenda napwe. Asante mheshimiwa Fred Matiang'i. Haya, wananchi washikushe, hamjambo, mulembe mno, mbuya mole. Wananchi, wakati umeenda na viongozi wengine ndugu zangu wamezungumza hapa. Sitachukua muda mrefu, nitazungumza kwa dakika chache sana, dakika 2-3, sababu tunaenda kule kwingine. Kwanza kabisa ninawashukuru wananchi kwa kuja vile mmekuja hivi na vile mmekuja tumekutana na nyinyi hapa. Mimi najiunga na yale mengine yote yamezungumzwa na ndugu zangu. Hakuna haja ya kurudia hayo. Lakini nataka nichukue nafasi hii ya kipekee niwashukuru ndugu zangu wale kutoka pande hii ya Jamhuri yetu tukufu ya Kenya. Huyu mheshimiwa Cleophas Malala, mheshimiwa Boni Halwale, ndugu yangu mheshimiwa Eugene Wamalwa, na kwa mimi ndugu yangu wa hata karibu sana mheshimiwa George Natembea, gavana wenu. Huyu George Natembea tulifanya kazi naye tukiwa kwa serikali. Mimi najua hawa watu wenu wote, viongozi wenu. Mheshimiwa Wamalwa tulikuwa na yeye katika baraza la mawaziri. Na huyu muungwana tumejuana kwa muda mrefu akiwa bunge. They are serious people na yale ambao wanasema ni ya ukweli. Tumekuja leo kushuhudia vile wanaendesha muungano wa pande hii ya Jamhuri yetu tukufu ya Kenya. Na tunawashukuru sana. Na kura hii
ni safari ya kwanza kuungana pamoja na kuenda mbele. Na mkiungana ni mfano moja wa kuleta taifa letu pamoja. Muungane hapa, muwe pamoja, tuungane pande ile tuwe pamoja, wale wengine wa pande ile ya Mlima Kenya waungane, alafu sisi sote tuunganishe nchi yetu zote tukiwa pamoja. Jambo la pili, wananchi munisikize kwa haya kabisa. Uongozi ni namna ya kutoa huduma kwako wewe kama mwananchi. Mimi nimekuwa kwa serikali vile mheshimiwa Banyako amesema, vile mheshimiwa Halwale amesema. Hayo mambo yote mengine tuliyafanya nikiwa katika wizara ya elimu kama waziri wa elimu. Nilipita hapa wakati huo nikiingia kwa mashule hapa usiku na mchana kukoroga watu hapa wanataka kucheza na watoto wetu na kuiba mtihani. Tunataka kurudisha serikali ambayo inazungumza mambo ya maisha ya Wakenya. We want Kenya to work again, kwa sababu Wakenya wanataka nchi ambayo huduma inatolewa kwa wananchi. Kwa sababu nyinyi hampati matibabu vilivyo kwa sababu ya SHA. Na hao wanakaa wakisema kila wakati eti sisi tunafanya vitina tukisema SHA haifanyi kazi. Sasa nyinyi ndio mko kwa ground. Hii kitu inaitwa SHA inafanya kazi? Inafanya kazi SHA? Nionyeshe kama mnasema ukweli SHA haifanyi kazi wale ambao. Asante sana. Tulikuwa na Linda Mama hapa, imezungumziwa. Tulikuwa na Edu Havia ambao tulileta wakati ule tulikuwa kwa serikali, haiko sahihi. Na Januari hii inakuja, tukifika Januari, haya maneno ya kutoa na kupunguza capitation. Nyinyi wazazi ambao mko na watoto wanaenda day schools, mtaitishwa shilingi 9,000 zaidi. Kama uko na watoto wawili utalipa shilingi 18,000. Hayo ni maneno mtaweza kweli? Ndio tunasema hawa wangwana, kazi ya kuongoza nchi yetu imekuwa ngumu kwao. Kwa sababu tulifanya haya maneno, tulikuwa na free primary and secondary education, tulikuwa na Linda Mama, tulikuwa na hii maneno ya Eduafya, ndio tunataka hii maneno irudishe. Mwisho na pointi yangu ya tatu. Mimi nilikuja hapa kwa sababu ninamjua huyu mungwana wenu, huyu candidate yenu huyu Banyako. Wakati tulikuwa kwa serikali tulikimbizana na yeye kidogo akiwa kiongozi wa wafanyakazi wa sekta ya afya. Ni mtu anajali maslahi ya wafanyakazi hakika. Na ni kweli vile anasema, akipata nafasi hii atashughulikia haya maneno ambayo tunazumbuka nayo hapa. Kwa hivyo ninawaomba vile mumeomba na wale viongozi wengine. Tunaweza kuongea hapa mpaka usiku kucha, lakini mjue kwamba siku ya Alhamisi tarehe 27 unakata kauli kuhusu maisha yako wewe, sio maisha ya mtu mwingine. Tumeelewana wananchi? Unaweza kupewa pesa na mtu, lakini ukumbuke kwamba hiyo pesa sio namna ya wewe kuishi maisha yako. Tunataka wananchi wetu waishi maisha ambayo ni ya heshima, lives of dignity. Si eti kuja kuwekwa hapa unapewa pesa, baada ya siku hiyo ya kura kila mtu anapotea. Vile hao walidanganya watu wamepotea, wanaendelea kupora nchi pale na kujitajirisha, na wale watu wanaumia ni wananchi nyinyi. Ama namna gani? Sasa tafadhali ninawaomba kwa unyenyekevu wananchi, tuzingatie na tusikize vile hawa viongozi wanazungumza. Hawa ndugu zenu wakiwaambia tafadhali sisi zote tukae pamoja, Wakenya wa pande hii pia tuhakikishe kwamba tunakaa pamoja na tunaenda barabara moja. Mimi nawaombea mema na ninawahakikishia tutakuwa pamoja, tutashikana na hawa ndugu zangu vile wamesema, na tutaendelea kuyazungumzia maneno haya, na majaliwa ya Mwenyezi Mungu pamoja na support yenu tutapata nafasi ya kuunda serikali mpya ambayo itarudisha Linda Mama, ambayo itafanya mambo vile inatakiwa kufanya kwa ajili ya manufaa yako wewe mwananchi wa nchi yetu tukufu ya Kenya. Kwa hivyo tuweke amani, tuamuke asubuhi na mapema siku hiyo, tupige kura na tuhakikishe kwamba tunalinda usalama. Sisi tutii sheria, lakini tunawaomba wale wa serikali nao pia watii sheria, kwa sababu sheria sio ya watu wa opposition peke yao. Sheria ni ya sisi wote. Watii sheria pia na sisi tutii sheria. Wasipotii sheria, they will lose the moral authority ya kuambia sisi tutii sheria, na wao wanakaa wakifunja sheria. Na mwishowe, ile maneno mliona kwa press conference tulitoa jana kupitia kwa Kalonzo Musyoka, IEBC, mnaona vile watu wanaongwa mkiangalia. Hivi ndivyo mambo ilianza huku Tanzania. Alafu usalama ukazorota, shida ikaingia,
kwa sababu ya kutotii sheria. Wale wanasimamia uchaguzi wako hapa wote na wale wananisikiza. Muelewe kwamba mkifanya mapendeleo na mkiangalia upande mwingine wakati serikali inafunja sheria, you are contributing to anarchy yourselves. Mimi nawashukuru. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutarudi hapa siku ingine. Tukae vizuri, tuzungumuze na tusikizane na tuelewane vile tutaweza kutembea safari. Lakini nawaomba msisahau na msituaibishe tafadhali sisi hapa. Mupigie huyu Seth Banyako kura, tumekubaliana? Asante sana na Mungu awabariki. Asante, tukaribishe mheshimiwa